Wewe ni nani? Mimi ni wewe na nitabaki kuwa wewe. Nadhani tujaweza kuchagua wewe. Kwa nini niwe mimi? Tumekuchagua kwa sababu wewe ndio unayeendana na hivyo vyombo. Mbona sielewi, mnazidi kunichanganya? Taratibu. Muda utafika. Utajijua. Wakuu, nimekuja tena, nataka msaada, maana vita yangu navyoiona naelekea kushindwa. Kuna mchawi jina lake Kosi anisumbua sana. Wakuu, naombeni msaada. Kijana, tumekusikia. Ila kosa lako kubwa ni kuchelewesha sadaka. Hivyo basi jitahidi ulete sadaka muhimu, ndipo tukuongezee vingine. Wakuu, mimi hilo nalielewa kweli, sadaka sijaleta, ila ninachohitaji ni nguvu, maana yule kijana amezidi uwezo. Wakuu, sadaka hii nimeileta, cha msingi nipeni nguvu. Wewe leta sadaka. Nguvu utapata. Leta sadaka. Kama sadaka. Nguvu wewe. Hakuna cha bure hapa. Wakuu, sadaka yenu usiku huu wa leo nawaletea, msijali kwa hilo wakuu. Hilo ni jana. Hilo ni neno. Na leo hii nimekuandalia nguvu kubwa ya kumshinda yule wako. Nenda kwa haraka sana. Leta sadaka kwa haraka, na mimi nikifika hapa utapata nguvu kwa hakika. Wakuu, nimewaelewa, asanteni.
Samahani, japo nimekuja bila taarifa na nimechelewa. Nimekuja kuulizia vipi ule mpango wetu. Ulifanikiwa? Kwa 90% jambo letu limefanikiwa. Ila wakuu wamesema tupeleke sadaka. Kuhusu sadaka, kwetu ni jambo dogo. Alafu vipi kuhusu historia ya chungu? Kijana, chungu ni hazina iliyojificha, na inasadikika tukipata hicho chungu tutakuwa na nguvu kubwa, tutaimiliki kijiji kizima chote kitakuwa chini yetu. Mkuu, tufanye mpango tukipata hicho chungu, lakini umezungumzia swala sadaka. Vipi, wanahitaji sadaka ya aina gani? Sadaka ni ya binadamu, kwa hiyo fanya haraka unihakikishie sadaka hiyo. Mkuu, nitalifanya jambo hilo kwa haraka sana, kwa sababu mimi mwenyewe nahitaji kuwa na nguvu. Sawa, naisubiri. Vipi? Mbona tunatingana njiani? I say, raundi hii mjipange. Maana tumejipanga kuwafanya mpya. Sijui mtaweza. Mwaka huu hamtoboi. Nyinyi ni wachumba tu. Kila mnachokifanya sisi tunakijua. Kwa hiyo hamna lolote la kutufanya sisi, kwa sababu na sisi tumejipanga. Mnajua nini? Hamwezi mkatufanya sisi lolote. Ndio maana nimekuja kukupa taarifa, mjipange na bosi wako. Sawa? Yaani hamna kitu chochote cha kutufanya sisi. Maana nyie bado watoto wadogo. Mwambie bosi wako ajipange. Sawa? Mmekuja mara ngapi tumewapiga? Au mnataka tuwapoteze kabisa ndio mjue kuwa sisi tuna nguvu? Sasa nataka nikupe onyo. Huu mchezo hamuuwezi. Wewe acha kelele. Kelele za chura hazimtishi tembo kunywa maji. Tukutane uwanjani. Sawa, mnajitia wajuaji, lakini show yetu mnaijua. Hamtishi kwa lolote. Kazi ndio imeanza sasa. Sawa, tutaona tu. Wewe kijana. Kwa nini mnaniona mimi? Nageuza njia. Nilikuwa naelekea huku mimi. Samahani kijana, nakuomba kidogo tuongee na masuala ya msingi na wewe. Mimi hapa kaka, nakusikiliza. Unajua kijana, kwanza punguza jazba na kuona kama vile una hasira. Kuonana na mimi leo huenda ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nakutafuta kwa hamu sana kijana yangu. Kwanza leo na furaha. Bila shaka mimi hapo umenipata kaka. Kwanza asante sana kwa kuja kunisikiliza. Unajua wewe ndugu yangu ni msaada sana mkubwa kwangu. Kila nikiwa ninalala mwenzio naona kabisa kwamba nikutana na wewe, wewe ndio mpenzi wangu. Kwa nini unaongea hivyo? Nashindwa kukuelewa, tena story yako ni ya mafumbo sana kwangu. Nimeongea hivyo kwa sababu
nadhani wewe unajua, ila hujui kwa nini wewe ni msaada kwangu. Je, siku hizi za katikati hamna kitu chochote ulichokiona ambacho sio cha kawaida? Sijakiona. Si ningekiona ningeenda kualimika kwenye serikali, kwa sababu bwana, kuna kitu cha ajabu kinanitisha. Nikiona kitu nikae kimya. Sijakiona. Unajua wewe ndugu yangu, wewe ndio siri kubwa katika kijiji hiki, na wewe ndio mkuu wetu. Ningekuwa na kuomba ukipata muda mzuri uje, maana wewe kuna vitu vikubwa ambavyo unavyo, sisi kwetu wote ni msaada. Kwa ndugu yangu, usije ukasema wewe hamna kitu ambacho wewe hujakiona. Najua hivyo vitu vyote wewe kwako vinaonekana, lakini ndugu yangu, hilo jambo kwangu mimi ni msaada mkubwa. Nipo tayari kwa lolote ndugu yangu. Kile kitu kishakipata ulete kwangu na kuomba. Sielewi unazungumzia nini. Alafu mbona unanifumba sana? Nyoka kwenye point, mimi na haraka. Unajua ndugu yangu, kila sehemu kunakuwa na vitu ambavyo kuna watu wanastahili kutumia, wengine hawatumii. Wewe cha kwanza katika kijiji chetu, wewe ndo siri. Hilo jambo naomba tunapoongea na mimi, nimeamua kukuambia kwa sababu nimeona kitu unacho, lakini wewe huwezi kujua kama ni nini. Ndugu yangu, wewe hujaiona chuma.